Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya kipindi cha Jukwaa la KTN, tukiendelea kuangazia jinsi ya kukabiliana na vifo vya uzazi wakati mama yuko mjamzito, wakati wa kujifungua na hata baada ya kujifungua. Tulikuwa kabla ya kuchukua pumziko, tulikuwa tumeelezea hatua ambazo zinaweza chukuliwa kuzuilia. Kuna baadhi ya kaunti ambazo zimepiga hatua, lakini kuna baadhi ya kaunti ambazo zimesalia nyuma na zina rekodi idadi kubwa ya vifo vya hawa akina mama pamoja na wale watoto wachanga. Osborne, kulingana na pita zako katika utoaji huduma na utaalamu wako, ni kaunti zipi ama ni maeneo yapi ambayo yanaendelea kushuhudia idadi kubwa ya vifo vya hawa akina mama? Sawa, asante sana. So tukiangalia Kenya, tuko na maeneo hasa kaskazini, northeastern counties, bado tuko na vifo mingi. Ukiangalia sehemu za Rift Valley kama sehemu za Turkana, parts of Baringo, bado tuko na hizo mashida. Na pia ukiangalia sehemu za Nyanza na part of Western, bado kuna sehemu bado tuko na vifo mingi. Tukiangalia sehemu ya mkoa wa kati, iliyokuwa mkoa wa kati, pande za Eastern na parts of Central Rift, unaona kuna mabadiliko. Lakini cha muhimu pia ni kusema hapo mbeleni pia tulikuwa tumekuwa na progress sana kwa nchi. Tulikuwa tumeendelea vizuri, alafu COVID ikakuja. Na hapo pia tukaona tukarudi nyuma. Nakumbuka tulikuwa tumeanza kuteremka chini ya 300, lakini sasa tumeanza tena kurudi kuelekea 500 kwa 100,000. So tunasema bado tuko na maeneo ambao kuna changamoto na tunahitaji sisi wote kama nchi tuone vile tunaweza punguza, kwa sababu vifo vya mama na mtoto inaonyesha atuendelee vizuri. Na kwenye haya maeneo, kwa sababu kuna baadhi ya maeneo mengi ambayo umetaja, upande wa bonde la Ufa, kuna eneo la magharibi, eneo la Nyanza na kaskazini mwa nchi, na pia baadhi ya maeneo katika eneo la kati. Kwa wengi ni nini ambacho hawakifanyi? Ni kutohudhuria kliniki jinsi inavyostahili, ni kuto hata kuhudhuria, ni kutofuata maagizo wanayopewa na wataalam. Ni kipi ambacho wengi wanakosa kukifanya? Ile kitu kubwa inachangia sana ni kutohudhuria kliniki ya kina mama wa mjamzito. Hapo ndio shida kubwa iko, hasa kwa sehemu za kaskazini. Pia tunaweza sema shida ya kupata huduma wakati unaofaa. So watu wanachelewa nyumbani, amepata uchungu ya kujifungua lakini amechelewa kufika hospitalini. Na saa zingine pia changamoto ya umefika hospitalini labda haupati kusaidika. Labda hakuna dawa iko karibu, labda daktari ana vifaa ama yuko pia kwa hiyo wakati. So lazima tuangalie mfumo yote ya afya, kutoka wafanyikazi wa afya, madawa na vifaa ya kutumia. Tuangalie pia mafunzo ya wafanyikazi wa afya. Wako na ile mafunzo wafikia vizuri. Na pia tuangalie maneno ya financing. Pesa zinafika vizuri kwa maeneo sote. Ndio tuweze, kwa sababu afya inahitaji watu waweke pesa. Na tunaomba sana vitu kama Linda Mama sinafanya kazi vizuri. Tunaomba out of pocket pia siweze kufanya kazi. Na njia yote ya health financing ni very important, so that we can reverse on those changes. But tunashukuru pia tuko na wahudumu wa afya wa kinyumbani ambao tunawaita CHVs. Pia wanafaa wakuwe empowered, wafunzwe zaidi jinsi ya ku-identify akina mama ambao wajakuja na waweze connect na mahospitali waweze kupata huduma wakati unafaa. Yes. Asante sana kwa kuweza kutaja haya maeneo na kile ambacho kinastahili kufanywa ili hali iweze kuwa iko afadhali kuliko jinsi ilivyo kwa sasa. Mswahili anasema kwamba chanda chema huvishwa pete. Kaunti ya Makueni
ni nini mnachokifanya? Kwa sababu kuna wakati mmoja ambapo eneo la Kibwezi, hasa katika hospitali ya Kibwezi, ilikuwa inagonga vichwa vya habari kutokana na vifo vya kina mama wajawazito pamoja na watoto wachanga. Lakini hali kwa sasa ni tofauti. Katika takriban kipindi cha miaka mitatu sasa, mambo yamekuwa ni shwari. Vifo vya kina mama vimezuiliwa zaidi. Ni kipi ambacho mnakifanya kule kinaweza pia kufanywa na kaunti zingine? Tumeona kaunti ya Kakamega pia hivi majuzi imezindua mradi wa kuweza kukabiliana na kuimarisha afya ya mama na mtoto. Ni kipi ambacho kaunti ya Makueni inakifanya? Asante. Kwanza nilisema ni wamama kuhudhuria kliniki. Na hata Makueni tunasema mama yeyote ambaye ako umri wa miaka 18 to 49 reproductive age, ukija pale hospitali uko mgonjwa, tuseme umekuja kutibiwa hata homa, katika vipimo zile utapimwa kwamba kwamba kuna mimba, ndio tunakushika pale tunakuanzisha kliniki. Ndio hata utakuta takwimu ya wamama ambao wameonekana kliniki wako 13 weeks, miezi mitatu hivi, ni wengi. Tunawashika pale, wakija labda ni homa, tunampima, tunamwanzisha kliniki. Pili, kuna ile kuhudhuria kliniki tumesema mpaka 8 visits. Zile 4 kawaida wanapitisha mpaka 4. Pale tunakukagua vizuri, tunakutuma kwa wale madaktari ambao wamehitimu, wanakuona pale. 3, kuna mambo na zile ultrasound tunafanya. Picha ya mama mzito, mtoto akiwa kwa tumbo. Tunataka tuangalie vile mtoto yuko, kama amelala vizuri, kama maji ya mtoto imetosha kwa tumbo, kama kuna maradhi yoyote ambayo iko na yule mtoto, ndio aonekana na madaktari na mapema, ndio aweze kuhimarishwa afya yake na afya ya mtoto. Kitu ya 4, kuna ile referral system. Tuko na zile ambulances ambazo zina run 24 hours. Tuko na from the county, tuko na ile tunaita call center, kwamba magari unaweza piga ukiwa eneo lolote la hiyo county, ukapiga ambulance ikaletwa ikachukua mama kutoka eneo fulani ikakuja fulani. Pia kuna mradi huu wa Japaigo ulikuja ukatufunza mambo inaitwa network of care. Wakatufunza kwamba hakuna mgonjwa wa hospitali ya kibinafsi na hospitali ya umma. Kwa hivyo mgonjwa ni wetu sote. Hii inamaanisha kwamba kama mimi niko Kibwezi na sina ambulance pale, na yule next door ni hospitali ya kibinafsi, ni Nairobi Hospital, naweza pata ambulance, huduma ya gari kutoka hiyo hospitali bila ile protocol mingi. Tumeketishwa pamoja, tukaongeleshwa pamoja na hiyo shirika inaitwa Japaigo. Kwa sababu cha muhimu hapa ni kuokoa uhai. Kwa hivyo tuko pamoja kama kundi moja ya kuelekeza mama hospitali. Kule Kibwezi mambo ikawa tofauti. Tukakuwa sasa tunaketi, baada ya wiki moja tunakaa tunaangalia, hii wiki tumezalisha wamama wangapi? Tumepata watoto wangapi wako hai? Tumepata wamama wangapi wako hai? Nini ilikuwa tatizo? Kuna hizi vitu tunasema inaitwa near miss. Mama haja kufa, lakini nusura angekufa. Sasa hiyo tunakalia, tunachambua yote. Tukifanya ile, hakuna kunyoshana vidole. Sasa pale tunafanya ni ile positive correction. Wewe ungefaa ufanye hivi, wewe ungefaa ufanye hivi, na tunakuwa na wale consultant. Yule amesimamia wamama pale, tunakuwa naye, ndiye anakuwa chairman. Anatuelekeza, anatufunza vile huyu mama labda angetibiwa. Hizo near misses zinakuwa nyingi, lakini the outcome, mama anakuwa ako hai, mtoto anakuwa ako hai. Kitu chengine ambacho kimetusaidia ni kwamba timely referral. Wale CHP wale nyumbani wako na namba zetu za simu, wako na namba ya wale tunawaita ambulance operator, wako na namba ya madaktari wakuu pale hospitali. Sasa mama ule CHP kule kijijini anapiga ile namba, hapa jirani ameshikwa na shida, ako mjamzito. Sasa ataambiwa mpeleke zahanati ile iko karibu, tutamchukua kule. Pale zahanati iko karibu ni dispensary. Na unajua Makueni every ward
kuko na zile dispensary nyingi. Sasa anapelekwa pale kuna mhudumu wa afya. So anafika hapo, anaangalia, anaweza mzalisha hapo. Kama hawezi, anapiga simu kupanda juu, labda kwa level 4 kule kwa hospitali kuna theater, atapiga simu kule, tumngoje, tutume mgonjwa. So hiyo ambulance networking imetusaidia sana. Nimesema pia hiyo network of care, hiyo hospitali ya kibinafsi kutusaidia. Na sisi hospitali ya kibinafsi ikituita tunaenda kule. Sasa inakuwa integrate, tuko pamoja. Kitu kingine imetusaidia kupunguza hii mambo na vifo vya wamama ni wale ambao wamehitimu kuja kule chini. Kwa mfano kuna wakati tulikuwa na kisa kimoja Kibwezi. Tukawa ule daktari ako pale theater kidogo inamkanganya. Tukapiga hospitali ya Makindu. Sasa hakuna kupeleka mgonjwa Makindu. Ni wale madaktari wa Makindu wamehitimu zaidi waje. Sasa hiyo inakuwa rahisi, inakuwa ule mgonjwa hajazungushwa sana. Ni wale madaktari wamekuja na timu, tunasoma pamoja kule theater, tunafunzwa. Pia kuna ile ambayo ilikuwa inaitwa safe surgery ile. Sasa proximity inakuwa ni kama kuna kamera ambazo kuna kamera pale theater ambazo ule daktari akiweza kushindwa akiwa pale theater anaweza piga simu kwa ule daktari mkubwa, labda kwa county referral, ama hata daktari mkubwa ule wa Kibwezi ule tunawaita consultant obs-gynae, anampigia, anamwambia niko theater hivi, the cameras are on, anamwambia I'm stuck, nimeshindwa sasa nishike wapi. Yule daktari mkubwa yule consultant atalogin, ataona kwamba ameonyeshwa, hiyo kamera imeonyesha, anamwambia enda hivi, pasua hapa, shika hii mshipa, fanya hivi, na mambo inakuwa shwari. Tumesave wa mama kadhaa tukitumia hiyo teknolojia. Na pia nimesema pia hiyo uhusiano ya kurifa, hiyo ya kushirikiana. Kuhamisha wagonjwa kutoka kituo kimoja hadi kingine ambacho kuna wataalamu na vifaa vya kutosha. Kweli. Wakati Osborne, nataka kuelekeza hili swali kwako. Wakati mgonjwa amepelekwa, ama huyu mama amepelekwa labda kwenye zahanati, alianzia kutoka zahanati. Lakini hali alionayo si wa kupelekwa pale zahanati, anafaa kupelekwa katika kituo kilicho sasa kwa ngazi ya juu zaidi kuliko hata zahanati, kwa sababu pale kuna huduma na matibabu maalum atapata. Ni kipi kitamfanya yule mhudumu yuko kule kwenye zahanati amwelekeze huyu sasa kutoka hapa zahanati, wanapofikishwa labda amejifikisha yeye mwenyewe ama amefikishwa na labda rafiki ama labda ni mpenziwe amempeleka, akimwona jinsi alivyo aone huyu si wa kuhudumiwa hapa, nafaa kuhamishwa, ni kipi ambacho anafaa kukiona kwa mara tu hata ya kwanza? Sasa kitu ya kwanza ni kama mama amekuwa kwa ile uchungu kwa ile muda haifai. So kuna vile mama anaangaliwa, anafuatiliwa. Ikipita wakati fulani, huyu ni mama ambaye anafaa akuwe referred. Mama ambaye ako na kitu yote ya dharura, ile tunaita emergency. Na mfano ni kama preeclampsia. So mama amefika kwa kituo, ule mhudumu amepima blood pressure, anaona iko juu. Anapima sukari kwa damu ama kwa mkojo, bado siko juu. Hiyo pia ni dharura, anafaa akwe referred. Pia anapima mtoto, anasikia mtoto roho yake haipiki vizuri. Hiyo pia ni mama ambaye anafaa akwe referred to the next level of care. So wafanyikazi wa hudumu wamefunzwa huko, hasa huko Makueni na sehemu zingine mingi, kwa ile kitu tunaita high impact interventions. Yani yale vitu unaweza fanya kwa manufaa kwa mama wakati anataka kujifungua. Kwa sababu pia kwa hivi sasa ni wengi, tuko hapa kufunza umma, ni wengi wanaotazama, na labda kuna yule aliye na mjamzito ndani ya nyumba. Umuone vipi mwenzako, labda hata ni jirani, jinsi alivyo, uone huyu sitampeleka kwenye zahanati, huyu nimpeleke moja kwa moja kwenye hospitali ya level fulani. Ni kipi ambacho nikione kwa yule niliye naye, labda ni jirani, labda ni dada ama mwenzangu, nione kwamba huyu hata sitampeleka kwenye zahanati, nitampeleka kwenye kituo ambacho kiko juu zaidi. Asante.
hawa mama huwa wamekuwa wamefunzwa, na kwa ile kitabu ya kliniki ina mafunzo. Na wale wahudumu wako zahanatini ama kule hospitali kubwa wamehitimu kufunzana. Ijapo utakuja kuona mama amevuja damu, ako mjamzito, mimba haina shida, ameamka amevuja damu, huyo ni mama wa kupeleka kwa ile level kubwa, ile level from level 4. Mama maji ikivunjika, ikimwagika, huyo ni mama wa kupeleka kwa ile level 4. Kwa hivyo kuna zile ambazo tu tumewaambia. Mama anaweza shikwa na ile kama kifafa, kama ile conversion. Huyo ni mama wa kupelekwa straight kwa ile level 4. Sio ile zahanati hapo karibu. Ni wakuletwa kwa hospitali kubwa ambayo iko na madaktari, iko na laboratory, iko na huduma za kupigwa picha. Hao ndio wamama ambao tunawataka waje hospitalini. Kwa hivyo pale, hizo ndio vitu ambazo ukiziona kwa mama jirani yako, hizo ni vitu ambavyo ni vya dharura, hizo tunazita emergencies. Hakuna kufikiria, ni kupanda matatu na kukuja. Ama ni kupiga simu, ambulance inafika, analetwa. Ndio. Na iwapo sasa mama amejifungua tu, labda kuna pia, kwa sababu kule kijijini pia kuna wakunga. Labda mtoto alikuja kwa ghafla usiku. Tunafaa kufanya vipi? Mtoto ametoka, ndio tusalie nyumbani ama ni tukumchukua moja kwa moja sasa kuelekea hospitalini? Kama iwapo mama amejifungulia nyumbani, kwa ile bahati mbaya uchungu umekuja haraka, mtoto ametoka. Wanafaa hata bila masumbuko, amelia vizuri, ananyonya, wanafaa waje hospitali. Kwanza tuangalie kama huyu mtoto ako vipi, kitovu imefungwa vipi, tuangalie ile examination ya the first, ile ya kwanza akizaliwa, kama kuna kitu ambacho kiko kasoro kwa mtoto. Saa zingine unakuta mtoto wako na ile tunaita cleft palate, hii mdomo haijashikana vizuri. Tutaangalia vitu vingi. Aje hospitali. Na kitu kingine, mama haje, tumwangalie hali yake, uzazi wake, na pia tumpime. Kuna ile tunampima pressure iko vipi. Manake hata wakijifungua wanaweza patwa na msukumo wa damu hata wakijifungua. Hivyo ndio tunasema, na tunahimiza umma. Hata mama akijifungulia nyumbani, ni vizuri alete hospitali. Tumwangalie kabisa mama na mtoto. Inafaa kweli. Haya, asante sana Patricia pamoja na Osborn. Mmekuwa wazungumzaji wazuri na muda haunasi. Nasema asante sana. Bila shaka mmeweza kutuelimisha mengi kuhusiana na jinsi ya kuzuia vifo vya akina mama wakati wa ujauzito, wakati wa kujifungua na hata baada ya kujifungua, pamoja na kuokoa yule mtoto mchanga ambaye amezaliwa. Mtazamaji, nasema asante sana kwa muda wako. Mimi ni Agnes Gakunga. Endelea kutazama KTN News.